and where there will be difficulties, we shall also be coming in. We are going to take her contact. Beside that, the teachers and the other mentors, we shall also be in hand to assist her. Mafunzo hayo yanayoendelea katika kaunti ndogo ya Suna Mashariki yamewaleta pamoja jumla ya wanufaika 235 wakiwemo watu 7 wanaoishi na ulemavu. And among them we have those who are also disabled. They call them the PWD. We have around 7 the PWDs. Some who are deaf, some who are lame, and some also have a different kind of disabilities. Nikiripotia Ndizi TV Africa kutoka kaunti ya Migori, mimi ni Lennox Odede. Na mtazamaji wa Ndizi TV Africa, ni ombe radhi kwa mkanganyiko wa video hiyo. Video ambayo umeona, mapicha ambayo umeiona ni picha ya walionufaika na mpango wa Nyota, sio picha ya wale waliotoa lalama kuhusiana na vyetema, kuhusiana na lile zoezi la kuwasajili makurutu. Bila shaka ni taarifa ambayo tutakuwa tunairejelea hapo itakapogonga kwenye mwendo wa saa 3 usiku kwa lugha ya Kiingereza naye Chemutai Kiru. Hivyo mtazamaji wa Ndizi TV Africa, tunaomba radhi kwa mkanganyiko wa picha hizo. Tukitamatisha na ushauri wa babu, na leo ushauri wangu wa babu utakuwa unaiendea serikali ya Kenya na serikali ya Tanzania kuhusiana na kile kilio cha ile familia ya Mwalimu John Ogutu. Mwalimu John Ogutu alikuwa ni tegemeo pekee katika ile familia. Siku zote aliniambia babu yangu kwamba mtu ambaye ni tegemeo anapoondoka katika familia, basi mwaya hubakia katika ile familia. Mwaya unapobakia katika familia hugubikwa na chozi, simanzi na kilio cha milele. Lakini punde wanapopata mfariji, basi kile kilio cha milele hupungua. Serikali ya Kenya na Tanzania, kujeni pamoja, shirikieni na familia ili kuifariji familia ile, kumpata mpendwa wao na kumzika. Huo ndio ushauri wa babu. Mimi ni Peter Mwita, mwelekezi wangu aliyofanikisha matangazo, picha na sauti ni Alex Mongare. Niruhusu niseme usiku mwanana. Unatazama Ndizi TV.